Ustadh Jaafar, tusisahau nia ya i'tikafu, kwa sababu ukikaa msikitini walau lahdha katika madhhab ya Imam Shafi'i, ukitia nia ya i'tikafu unaandikiwa nini? Thawabu mpaka utoke. Kwa hiyo tusomeni sote kwa pamoja na waitul i'tikaf. Tayeb, tutie nia ya i'tikaf ili tupate fadhila za kukaa msikitini na kuandikiwa thawabu. Jambo la pili, baada ya kuwashukuru na kuwapongeza maratibu zetu tunaoshirikiana na wao kila siku, pia vile vile tunawapongeza vijana mnaohudhuria katika klasi hii kila jioni ya siku ya Ijumaa, na tunazidi kuombea kwa kuwa mnahudhuria kwa ajili ya kupata mafunzo mazuri na miongozo mema. Basi Mwenyezi Mungu ataitilia taufiki miongozo hii iwe itafanikiwa kuyaweza kuyatekeleza katika future. Tuseme amin. Amin. Pia vile vile tunatoa congratulation kwa kamati ya andalizi ya Mandri Motivational Class yote kwa jumla, na bila akhasi leo tukiwa hapa tuko na Vice Secretary wetu katika Mandri Motivational Class, Engineer Ibrahim, tuko naye pia vile vile tukiwa na right hand katika masala ya sport kwa watoto na ushirikianaji mkubwa katika harakati hizi za motivation, right hand wa Babu Ali, ambaye Babu Ali mwenyewe alimpa jina lake akimuita Omi the Kids. Tuko naye ni kamati kuu katika kamati ya Mandri Motivation, tuko naye hapa. Pia vile vile tumeweza kupata mgeni kutoka Nairobi, al-Ustadh Sheikh Fuadi ambaye ni imam kule Nairobi, na pia vile vile ni mwalimu katika shule na ana markazi yake pale Embakasi. Karibu sana Ustadh Fuad katika klasi zetu za Mandri Motivational Class. Pia vile vile natoa shukrani kwa fundi wetu wa mitambo Maalim Mohsen. Kitambo hizi speaker zilikuwa zikitusumbua, lakini siku hizi naona ana perform vizuri. Semeni takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Maalim Mohsen, Mwenyezi Mungu akupe afya, kuhifadhi inshallah. Tufurahika na utenda kazi wako inshallah. Pia vile vile leo tumeweza kumpata mwenyeji wetu, manake si mgeni, huyu ni mwenyeji. Alikuja hapa klasi moja akapendezwa sana na akafurahika sana, mpaka akachukua ahadi akaenda Nairobi akatuletea zawadi. Nyinyi mkumbuka? Alichukua klasi hapa akawauliza wanafunzi masuala waliojibu, akachukua ahadi akawaletea zawadi ya vitabu fulani, tukaja tukavigawanya hapa kwa wanafunzi. Na leo amerudi tena na ana zawadi kemkem hapa katika masomo atakaosomesha. Basi ukae makini, akikuuliza swala ukipata ujue utapata zawadi. Umeona mfuko hapa huu? Mashaallah. Hapa kuna maneno hapa. Kwa hivyo kaa makini sana. Si mwingine isipokuwa Sheikh Muhammad Said, ni khariji Jamia Afrika Sudani. Kwa miaka mingi amekuwa akipokea elimu kule katika nchi ya Sudani, na pia vile vile ni mtenda khairi, anafanya katika shirika la Qatar Khairia na anasaidia mambo mingi ya mayatima, ya wajane, ya wasiojiweza, kujenga majumba, kufanyaje zile haraka ambazo anazifanya imamu wetu hapa Abu Shuraik, basi yeye pia anazifanya katika shirika. Mwenyezi Mungu amjaze khairi, na ni khatib na ni imam. Akipata msikiti, akipata manafiki kama hizi, anapenda kumza na vijana. Mwenyezi Mungu amwekee katika mizani ya hasana zake. Sheikh Muhammad Said, karibu sana, na tunafurahi kwa mara ya pili kututembelea tena katika klasi zetu za Mandri Motivational Class. Vile vile kabla sijamalizia, ningependa kukabidhi microphone hii chairman wetu Babu Ali ili aweze kumkaribisha rasmi kwa slogan yetu ya Mandri Motivational Class. Falyatafadhal. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ama ni shukrani kubwa kwa Mwenyezi Mungu kutuweza kutukutanisha tena katika klasi zetu hizi za motivation
klasi ambapo zimevutia all kind of scholars wataka kuja hapa kwa sababu moja kubwa sana, sababu ambayo inawavutia. Leo tuko na Sheikh Muhammad Said hapa, ameonelea aje tena atupe dawa na atupe dawa za moyo kwa sababu moja. Vijana mumejitolea, you are here for a change. Mumeamua katika slogan yenu, here we are ready to make a difference, you want to make a difference. Ndio hawa ukaona waje hapa. Ingekuwa kuna watoto wawili watatu hawa wangekuwa hawana interest ya kuja hapa. Kwa hivyo huna motisha, usisinzie kabisa. Kwa hivyo inshallah taala, bila kupoteza wakati, maratibu vile vile ni motisha mkubwa sana ambao munaipa hino klasi yetu. Isa symbol, nyinyi mkika hapa mnajulikana kama watoto, wajua mzazi fulani uko hapa, wazazi fulani wako hapa. Hino ni motisha kubwa sana kwetu sisi ambayo tuna matayarisho ya hizi klasi, na kwa watoto na kwa hawa speakers pia wakija hapa wanakuwa na moyo mkubwa sana. Sasa vijana, narudi kwenu mimi, tumjulishe speaker wetu leo aone audience wetu tangu walipotuata, bado wasinzie hawa bado, au bado wameamua haya ndio kuja nayo, mimi wako tayari kuyapokea. Naanza trial. Subhanallah, mashallah, hakuna mara ya pili. Washajua maana yake behind the slogan, we are here to serve Allah. Yataka nini kuona haya hii? Mimi niko hapa kumtumikia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What is there to feel shy? Here we are, ready to serve Allah. Here we are, ready to serve our beloved Prophet. Here we are, ready to serve our parents. Here we are, ready to make a difference. Here we are, trying now to drive. Let's come what may. It's a do or die. It's not over until we win. Ya Allah, please help us. On guide us. Takbir, takbir. Huyu sasa hivi sijui hata asikia nini moyo wake, asikia angienda ndani roho zenu waswa hivi sasa. Sheikh Muhammad, bodi ni wakoti insha Allah. Naam, assalamu alaikum. Naam, pia mimi nataka takbiri yangu. Takbir! Takbir! Wajua Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Naam, mara nyingi huwa twazungumza kuhusiana na mambo mema, vile namna unafaa kuwa ili uweze kutimiza lengo lako, lakini bila kusahau kwamba
tunafaa pia kuzungumza kuhusu yale mambo ambayo yanaweza kutuvuta nyuma. Unaweza unapanga kwenda sehemu fulani na hukujulishwa kwamba katikati kuna shimo. Katikati kuna nini? Shimo. Na ikawa kwa sababu hukujulishwa ukaenda kwa motisha na bidii yako yote, mara pap umeingia kwa shimo. Ukiingia kwa shimo utanlaumu nani? Utanlaumu yule aliyokupatia motisha kukwambia tu nenda, barabara iko sawa. Lakini pia alikuwa anafaa kukwambia nini? Kwamba katikati kuna nini? Katikati kuna mashimo. Sasa katika bidii zetu zote tusisahau kwamba kuna mambo ambayo yatuvuta nyuma. Kuna maadui wametuzunguka, na miongoni mwa maadui ndani ya nafsi zetu kuna adui na nje kuna adui. Na topiki yetu ya leo tutazungumza kuhusiana na jambo moja. Ewe kijana, usipuuze ushawishi huu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasemaje? Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wal asri innal insana lafi khusr. Baadhi ya ulama kuelezea al-asri wameelezea kwa maana ya zama. Wal asri maana yake ni nini? Ni zama. Zama ambazo wewe unaishi. Kuna watu waliishi kabla teknolojia, wewe umeishi ndani kuna teknolojia, mwingine ataishi katika hali fulani. Kila mmoja ameishi katika zama zake, na kila zama zina changamoto zake. Wal asri, hii zama, mimi kama mwanadamu, wewe kama mwanadamu, kabla hujakuja hapa ulikuwa katika nini? Alamu dharr. Wajua alamu dharr? Ulikuwa mwanzo umeumbwa kama roho, uko katika alamu dharr. Kisha ukaja kwa transitional period ambayo uliingia, roho yako ikapulizwa kwa tumbo la mama kwa miezi 9. Hiyo ni transitional period. Kisha ukaja ukazaliwa, ukaingia katika alamul imtihan. Huu ni ulimwengu wa kutahiniwa. Ni ulimwengu wa kufanya nini? Ni ulimwengu wa kutahinia. Waonaje wewe umeambiwa kuna program ya siku 6, kisha ukaambiwa wewe una dakika 1, vile utakavyo perform katika hiyo dakika ndiyo itakavyoamua maisha yako atakuwa vipi? Waonaje? Sasa sisi tuko katika ile dakika 1, wenzetu washapita, washaperform. Sisi tuko katika nini? Ile dakika 1 ambayo tumepewa, tuko katika jukwaa. Sasa tunafaa kupresent, na vile tutakavyo present ndivyo maisha yetu yatakavyokuwa. Hapa maisha madogo sana, tunazungumza maisha ya milele, maisha ya akhira. Sasa tumekuja kutoka alamu dhar tukaingia katika alamul imtihan ambao ni miaka 60 70. Huyo Mwenyezi Mungu anakuitara, unafariki, unakwenda katika alamul barzakh, maisha mafupi. Sasa ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuelezea wal asri, na hapa kwa zama, kila mmoja na zama zake. Innal insana lafi khusr, hakika mwanadamu kwenye khasara. Usipochunga namna utakavyotumia hii zama Mwenyezi Mungu alikupatia, huu muda Mwenyezi Mungu alikupa. Innal insana lafi khusri, hakika mwanadamu yuko kwenye hasara. Kisha Mwenyezi Mungu akaendelea akasemaje? Illa alladhina amanu, isipokuwa wale wenye kuamini, wa amilus salihat, na wakatenda mambo mema, watawasau bil haqqi, wakausiana kwa haki, watawasau bis sabr, wakausiana katika kusubiri. Hii sura imezungumza ujumla wa kwa nini tuko hapa, na masahaba radhiallahu anhum kila wakikutana walikuwa wakisoma hii sura,
kwa sababu hii sura imeelezea mambo manne muhimu. Imeelezea mambo mangapi? Manne muhimu. La kwanza ameelezea iman. Iman ni vile unavyo itikadi yako, unaamini kwamba Mwenyezi Mungu ndiye alikuumba, unaamini kwamba wafaa kufanya mambo mema. Al-iman ambayo inaanza wapi? Inaanza moyoni. Kisha akaendelea kuzungumza kuhusu al-amalu salih, kwamba iman ushaelewa kwamba haya ndio mambo sahihi unafaa kufanya. Inafaa kukoma hapo? Haifai kukoma hapo. Kuna hatua ya pili. Hatua ya pili nini? Kuyatendea kazi yale unayoitakidi. Kuyatendea kazi yale unayoitakidi. Mwanzo unaitakidi, lazima upate fahamu sahihi, kisha baada ya pale uyatende kazi. Hiyo ni hatua ngapi? Hatua ya pili. Kisha hatua ya tatu ni atawasaw bil haqq, kushauriana kwa mambo ya haki. Sasa lazima mkusanyike, mshauriane mambo ya haki, mufanye ile haki, mjaribu kuisambaza, isiwe imebaki na nyinyi peke yenu. Haki yafaa kufanywa nini? Kutendewa kazi. Sasa imekuwa peke yako, mwanzo umekuwa na iman, kisha baadaye umetendea kazi, umefanya mambo mema, kisha baadaye wafaa kukusanyika na wenzako ambao mna fikra moja na itikadi moja, muanze kuifanyia kazi, kuisambaza ile imani yenu. Hiyo jambo la tatu. Kisha jambo la nne, watawasaw bil asabri, kuhusiana na kusubiri, kwa sababu mkianza kutaka kubadilisha mujtamaa ili na wao wafuate haki, mtapata vizingiti. Watu wenu watawapinga, kuna watu watawadharau, kuna wengine watakuwa na kibri, kuna wengine watawaudhi, kuna wengine watafanya vitimbi. Sasa lazima ukishaanza hiyo hatua, lazima ujue kuna nini, kuna na kusubiri. Hizi ni hatua nne muhimu. Na ikiwa wewe kama kijana ni Muislamu peke yake, hakuna Uislamu bila sacrifice. Hautoshelezi kuwa wewe ni Muislamu bila tadhhiya. Lazima kuwa na sacrifice, lazima kuwa na sacrifice, lazima kuwa na tadhhiya. Lazima utumie muda wako baada kwamba umekuwa Muislamu na unaswali kwa muda, unaofanya kazi, lazima muanze kusambaza Uislamu, kwa sababu upande mwingine pia wanafanya bidii. Ash-shaytan wa hizbihi, shetani na kundi lake pia wanafanya bidii kusambaza uovu wao. Hakuna kwamba mimi nimeitakidi nafanya mambo mema, nimebaki mimi peke yangu. Lazima utafute mbinu ya namna kusambaza ule wema kwa mtamaa wako, au ule uovu utakufikia. Hiyo ndo hali ilivyo siku zote. Hii siraa itaendelea, haya mapigano yataendelea. Lazima tujue hiyo hakika. Usipotendea kazi, shetani na grupu lake linafanya kazi. Mwisho utakuta wanakugongea mlango, either wagongee wewe mlango au wakugongee wao. Hiyo ndo hali ilivyo ya hakika, na hiyo ndo hali imeelezwa katika hii sura. Na pia kama kijana, ndio posa katika kama wakumbuka nilipozungumza katika muhadhara wangu uliopita, nilisema lazima kwamba haya yote yanayozungumziwa kama kijana, umefikiria vipi utafanyia kazi, kwa sababu yakizungumzwa yatazungumzwa, mwisho yataisha. Unaweza kwamba kama kijana, kuna vijana wengi, kuna mifano mingi, wao wametendea kazi kwa juhudi yao, kaja na fikra na Mwenyezi Mungu akawatilia taufiki. Inawezekana. Kwa lazima kuwe na nia, lazima kuwe na nia. Hakuna Uislamu wa kuelewa peke yake, ati mimi nimeelewa peke yake ibaki hapo peke yake, au Uislamu mimi nimeelewa nikaswali peke yake. Lazima kuwe na stage ya pili ya kusambaza, na kuna stage ya nne ya kuvumilia. Sasa hiyo katika suratul Asr. Sasa ili kuweza kutimiza hili jambo, lazima tujue kwamba kuna vizuizi. Mwenyezi Mungu ashatuelezea, mna muda, mshapewa muda mfupi ni huu, na kuna hatari kwamba usipotumia muda unavyostahiki kuna hasara inakuja. Na Mwenyezi Mungu ashatuelezea hatua nne
Fanya itikadi yako, fanya wema, sambaza kwa watu, vumilia. Ashatuelezea mambo manne, lakini lazima tujue kwamba kuna vizuizi vingapi? Vitatu Mwenyezi Mungu ameviweka. Kuna vizuizi vitatu Mwenyezi Mungu ameviweka kutuzuia kutoweza kufaulu. Nani anaweza kunielezea vizingiti gani? Jambo gani laweza kutuzuia sisi tusifaulu huu mtihani? Nani anaweza kutuambia? Jaribu. Ash-shaytan. Takbir. Allahu Akbar. Basi kwa tampatia. Hii ni notebook. Mashaallah. Taandika. Mashaallah. Barakallah. Simba. Naam. Mashaallah. Sasa adui wa kwanza ni shetani. Ametaja wa kwanza. Na kuna maadui watatu. Wa kwanza kabla ya kwenda kwa shetani ni an-nafs. Wa kwanza ni nani? An-nafs. Unajua nafsi ni nini? Nafsi iko kwa kila mmoja wetu, the self, sisi wenyewe. An-nafs hiyo ndio adui wa kwanza. Wa pili kuna an-nafs na wa pili ni nani? Wa pili ni ad-dunya, mapambo ya dunia. Mwanzo ni an-nafs yenye kuzuia, ni nafsi usiweze kufaulu. Ya pili ni ad-dunya, dunia yenyewe mapambo yake, na ya tatu ni ash-shaytan. Hizi vitu vitatu, an-nafs, ad-dunya, ash-shaytan, vitu vitatu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asemaje kuhusu nafsi? Wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bisu. Mimi sijitakasi nafsi yangu. Kuna mtu alisema mimi katika Qur'an. Kuna mtu katika Qur'an alisema mimi sijitakasi nafsi yangu. Inna an-nafsa la ammaratun bisu, hakika nafsi inaamrisha maovu. Nani ataniambia kisa cha nani hiki? Nani alisema kwamba wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bisu? Naam. Jina langu naitwa Dilmurad Hussein. Kisa cha wama ubarri'u nafsi ni kisa cha Yusuf alayhi salam. Nani alisema? Yusuf alayhi salam. Si Yusuf alisema. Naam. Umejaribu. Ni kisa lakini si Yusuf alisema. Naam. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salam. Kwa majina naitwa Hassan Muhammad. Kisa ni Nabii Yusuf alosema ni Zulekha mke wa yule mfalme. Naam. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Jo. Takbir. Allahu Akbar. Naam. Hiyo ni jibu la sahihi. Aloshanwa ni Mar'atul Aziz ambaye alikuwa akimtaka Yusuf kufanya machafu, na akakubali, akasema bwana, wama ubarri'u nafsi, mimi sijitakasi nafsi yangu. Inna nafsa la ammaratun bisu, nafsi inaamrisha maovu. Nafsi inafanya nini? Inaamrisha maovu. Jambo la kwanza iko kizu cha kwanza. La pili ad-dunya. Ad-dunya Mwenyezi Mungu asema inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum. Mwenyezi Mungu amejalia katika hii dunia mapambo ili kuchutahini. Ili tufanye nini? Kuchutahini. Na la tatu ni ash-shaytan. Pale Mwenyezi Mungu aliposema ya bani adam la yaftinannakum ash-shaytan, ewe wanadamu asiwafitinishe ninyi shetani. Shetani kazi yake kutufitinisha, kuhakikisha kwamba tumepata hasara. Kwa hiyo tuzingatie hawa maadui watatu, tuwe very careful na hawa
maadui watatu, au tutahasirika na huu muda tuliopewa ambao ni nini? Ni wal asri, muda mfupi sana. Naam, sasa kabla ya kueleza vishawishi ambavyo milango yake ni kupitia nafsi, Shetani anakupambia dunia ili aweze kuingia kwa nafsi yako, na nafsi imelemea upande wa shahwa. Huu ndo mlango ambao Shetani anautumia. Na kabla sijaeleza huu ushawishi ambao nataka kuutaja, lazima kuna mambo tuelewe. La kwanza nataka kuelewe kwamba ushawishi si lazima ushawishiwe kwa akili. Yani si lazima mtu akueleze jambo ulikubali kwa akili yako ulifanya. Kuna ushawishi wa namna nyingine. Sisi wanadamu tuna aina mbili ya consciousness. Kuna conscious na subconscious. Na mara nyingine unaweza jambo umelikataa kwa macho, kwa kusikia hulitaki, lakini kwa sababu katika yale mazingira, yuko katika nini? Yale mazingira, kila wakati unaanza kumumunywa polepole through subconscious level. Sasa ukiwa wewe kila wakati katika yale mazingira, unajipata polepole defense yako inaanza kumumunywa, ngao zako zinaanza kumumunywa polepole. Mwanzo ulikuwa jambo hulitaki, sasa umekuwa huko katikati, mara unaanza kulifanya. Sasa kuna khutuwat. Sasa lazima kwamba tusidhani kwamba kufanya jambo lazima ushawishiwe kiakili peke yake. Kuna njia nyingine ambayo ni kupita nini? Subconscious level. Jambo la kwanza. Jambo la pili, lazima tuelewe kwamba kuna akili na nafsi. Ushapata daktari anajua madhara ya sigara, anajua vizuri madhara ya sigara ni gani, lakini utampata daktari huyu anavuta sigara. Jambo gani limfanya huyu daktari avute sigara wakati anajua wazi akili yake yamwambia kwamba hii ina madhara? Jambo gani? Ni nafsi. Sasa yawezekana kwamba nafsi yako ikataka jambo na akili yako ikaona madhara yake na bado ukaifanya. Sasa tuzungumza kwamba lazima tuelewe kwamba mara nyingine kuna mapigano kati ya akili na nafsi, kati ya fitra na nafsi. Na nafsi inaweza kushinda na lile jambo alijua lina madhara na bado ukalifanya. Au haitokei hivyo? Wale wengi wanaoingia katika madawa ya kulevya, ukiwauliza wanakuambia nini? Wanajua madhara yake, lakini kwa nini wakajiingiza? Kwa sababu ya nini? Ya nafsi. Nafsi imewashinda nguvu. Sasa lazima nafsi, kama mtoto mdogo, lazima tuisome nafsi, tujue namna ya kuihimili na kuifanya iwe na nguvu ya kuweza kuhimili shahwa na mitego ya shetani. Na kusisitiza hili kuhusu mwanzo, conscious na subconscious level, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje? Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, inma mathalul jalisi salih, hakika mfano wa kikao kizuri, wa jalisi su, na kikao kibaya, kahamilil miski, kikao kizuri kama yule ambaye amebeba mafuta, wa nafikhil qir, na kikao kibaya ni kama yule anayechoma vyuma. Fahamilil misk, yule mwenye kubeba mafuta, imma an yahdiyak, imma akupewe kama zawadi, wa imma amtabtaa minhu, au nunue kutoka kwake, wa imma antajidu minhu rihan tayyiba, au pate kutoka kwake harufu mzuri. Ni matatu. Hakuna kitu kwamba amekuja na mafuta ya miski hupati kitu, lazima kuna kitu utapata. Wa nafihil qir, na huyu mwenye kuchoma vyuma, imma an yahrik thiyabak, imma achome nguo yako, wa imma an tajida minhu rihan muntina, au pate kutoka kwake harufu mbaya. Kwa hiyo kikao kizuri na kikao kibaya, kivyovote takavyokuwa, kitakuathiri kwa njia moja au nyingine. Hata ukasema kwamba mimi najua hii ni ubaya, umesahau kwamba kuna nini? Kuna na nafsi. Nafsi haitegemea akili. Unaweza na ubaya wake na ukafanya.
Na hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam atueleza kwamba siku zote kikao kibaya kina madhara na kikao kizuri kina madhara. Sasa kwa nini nikatangulia hili jambo? Kwa sababu kuna ushawishi mmoja mkubwa ambao vijana tunatahiniwa nao, na ushawishi wenyewe ni kuhusiana na muziki. Wa kwanza nini? Muziki. Hapa nazungumza kuhusu secular music, hii midundo ambayo imeingia, kwa sababu secular music inakuja kwa njia ya mvuto, kwa njia ya instrument, sauti mzuri, lakini ndani yake mara nyingi kuna fichwa ujumbe mbaya. Na kupitia hizi muziki kunauzwa lifestyle, unauziwa lifestyle na ujumbe fulani lakini kwa sababu umekuja kwa njia ya muziki, umekuja kwa nini? Kwa njia ya muziki. Wametarget nafsi mwanzo kabla ya kutarget washafika kwa nafsi, ushakubali ile muziki, ushaanza kudunda dunda, yale maalumati, ujumbe mbaya unakuja. Ukija kwa sababu nafsi shakubali, unayachukua mazima. Na leo kama yale maneno ambayo yako katika hizi muziki, utaambiwa hivi moja kwa moja, wewe nenda kazini, wewe nenda kaibe, utakubali? Vipi? Jambo baya. Lakini yale maneno yale yakiwekwa kwa muziki, unayasikiza, mwishowe unasema haya maneno mabaya, lakini katika yale mazingira. Umekumbuka ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba jalisi su, uko katika ile mazingira, unasikiza muziki kila mara, mwishowe inakuwaje? Unaanza, utapata jambo moja au la pili. Siku wa zile athari hata ukazijua zitakufuata hivyo, kwa sababu akili haitoshi. Hebu niwaulize, kulikuwa na mkutano wa watu wavae vipuli, wasonge nywele, wavae mikufu ya dhahabu. Kulikuwa na mkutano, mabarabara walikutana, leo tuamua kufanya hivi. Hakukuwa na mkutano wote. Kulikuwa vipi? Watu walibadilika vipi? Mara ukaona tayari kuna mwingine mara ashaeka kipuli hapa, mwingine ashaeka nini, ashaeka mikufu, mwingine asashonga nyele, mwingine ilianza vipi? Mwingine ameza suruali viraka. Kulianza vipi? Ulianza kwa kusikiza. Anaona anasikiza tu, ni muziki. Mara pole nafsi ikaanza kugurika pole. Mara katika jamii ameanza huyu, mara siku nyingine ameanza huyu, mara ameanza kusambaa. Hakukuwa na kikao wala, unaona tu mtama unaanza kubadilika. Hizi ndo njia za shetani. Shetani anaingia kupitia kwa nafsi, anaanza kuipendeza nafsi. Ikishapenda nafsi, akili haina bao, haina bao. Kwa hiyo lazima tuwe careful. Hizi ndo khutwa za shetani, na huu ndo ushawishi ambao sisi hatuoni. Hiyo ni jambo la kwanza. Sasa hizi muziki zina madhara yake. Madhara ya kwanza kama tulivyoeleza, ujumbe ambao uko pale ni ujumbe mbaya, lakini umevikwa na sauti mzuri. Jambo la pili, mental health crisis, inasababisha bakubwa mambo ya kiakili, kwa sababu kila wakati umezungukwa na midundo. Kuna watu paka kilala midundo, wakiingia ndani ya gari midundo, hawapati, akili yao haipati kupumzika. Akili haipati kupumzika kabisa, 24 hours ya midundo, mpaka ile roho pia enda bio bu. Ndio utapata kuna vifo vya ghafla siku hizi, kwa sababu haiendani na maumbile ya mwanadamu. Kila 24 hours uko kwa midundo. Kisha baada hapo ile midundo handasi yake haitoshi, utaanza sasa kutumia mogoka karibu, utaanza kutumia pombe karibu, unaanza kutumia madawa ya kulevya. Jambo lingine, kunauzwa lifestyle. Lifestyle ni ile ya kukuza ego. Utaona mtu akirapu anaanza yule fala, yule nani, anakuza ego yake na kudharau wale audience. Na hii inafanya kusudi katika khutuwati shetani. Hizi music ndio zilosababisha mila ambazo si za Kiislamu zikaweza kupenyeza vizuri kwa jamii bila watu kutambua. Ukija kujikuta
baada ya miaka 3-4 kila mmoja anaanza kubadilika. Kumekuwaje? Hakukuwa na mitingi yote watu wakaitwa kufanya mambo. Imekuwa vipi? Kumbe ni sauti ya muziki. Kwa hiyo lazima kila mmoja tutahadhari na muziki. Najua ni jambo gumu. Sisemi kwamba ni jambo sahali. Manake kila unapokwenda sasa ni muziki. Hizi pop, sijui reggae, sijui rap, kila mahali zipo. Na sisemi kwamba ni jambo sahali, lakini siku zote jihadi nafsi, jihadi ya kwanza ni kupigana na nafsi yako. Una jukumu la kufanyaje? La kupigana na nafsi yako. Hata kama jambo liko gumu vipi, pigana, muombe Mwenyezi Mungu ataleta msaada wake. Kwa hiyo jambo la kwanza. Jambo la pili ambazo ushawishi mbaya ni hizi ziloingia content creation. Kwa sababu hapa tulizungumzaje katika ile suratul Asr? Hatua ni ngapi? Hatua ni 4. Hizi ni hatua za watu wema ili waweze kufaulu, na watu waovu watumia hatua hizo. Watu waovu wanafanya nini? Wanatumia hatua hizo. Unaanza kupatiwa itikadi mbovu, aidha kupitia muziki, kupitia nini, mtu anaanza kupendezwa na zile itikadi, kisha anaanza kuzifanyia kazi kama yeye at individual level, kama yeye peke yake. Kisha baadaye wanaanza kuitana kama hizi summer tides zilokuja, wanaanza kuitana zile mila sasa, kujaribu kuzikitisha pale kwa mutama zipate nguvu. Kisha baadaye wanajaribu kuzisukuma ili ziweze kuenea, na wao pia wanasubiri. Make sisi tuwazungumzia watu wengine, wanawazungumzia wanaharibu mutama, lakini wao pia wanafanya subra ili kueneza ule uovu. Sasa hizi hatua ziko upande mzuri na upande mbaya. Sasa haimaanishi tu watu swaleh, wale waovu pia waenda kwa hatua hizo. Na hizi muziki ndio zinaanza kuleta hizo fikra, kisha mtu anaanza kufanya, kisha wanaanza kuitana. Ndio pale ukaona zile summer tide, ukaona ushoga, baada muda wataleta LGBTQ parade. Kila mwaka wanajaribu ili kuweza kuwashawishi watu wengine. Kwa sababu gani kufanyika hivyo? Kwa sababu kuna jambo moja ambalo tutafaa kujua, ambalo ni tusema ni effect of my kind. Unajua effect of my kind? Effect of my kind ni ile ambayo mtu mwingine wa kando, kama jambo likifanyika Amerika, nasema ule ni mtu wa kando, kunishawishi ni vigumu, ni mtu wa kando, ile mila kando. Lakini ikianza mtu wa nyumbani akianza kufanya, kushawishika watu wa pale rahisi, kwa sababu ishakuja kuonekana kwamba ni jambo la nyumbani. Akianza kufanya yule rafiki yako kamuona, mwanzo utakereka, mara pili akifanya, mara tatu akifanya, itaanza kukubalika katika mtama. Sasa mwishoe utaona hili jambo la nyumbani linaanza kukubalika hivyo. Ndio pale kuna kisa kizuri ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituelezea katika Qur'an, kutuelezea hii effect of my kind. Effect of my kind, yule ambaye ni kind yako ni rahisi kukuathiri kuliko yule wa mbali. Mwenyezi Mungu asemaje? Fa kharaja ala qaumihi fi zinati, akatoka kwa watu wake kwa mapambo yake. Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya, wakasema wale ambao wanapenda maisha ya ulimwengu, ya laita lana mithla ma utiya Qarun, afadhali na sisi kama tungepewa kama vile alivyopewa Qarun. Innahu ladhu hadhin adhim, ana hadhi kubwa sana. Hapa Qarun, nani anajua kuhusu Qarun? Aleze tu kisa kidogo, anaambia kuhusu Qarun. Anjo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Al-Haddad Ahmed, na kisa cha Qarun ni mtu aliishi wakati wa Musa alayhi salam. Qarun alibarikiwa na Mungu kwa tajiri, kwa mtu hadi yasemekana alikuwa na chest
hizi kama sanduku ya kuwekea ufunguo wa milango za pesa. Asa katika ile kujifakhirisha kwa pesa zake akaja na kibr, akasema hii ni yangu na nimepata kwa uwezo wangu, sio Mungu aliyenipa. Akaendelea kukufuru, na kila alipoambiwa akayatia masikio nta, na mwishowe Mungu alimwadhibu kwa kufanya ardhi immeze. Shukrani jazilan. Takbir. Allah. Patiza wajia kipatiza. Takbir. Allah. Naam. Naam, tukizungumza kuhusu Qarun, na hizo ndio khutuwati shetani. Shetani ana recruit. Naam. Yote riaja kwenye maswali haya hizi khutuwati shetani zote zitakuja kwenye maswali insha Allah. Endelea shukran. Shukran. Hii khutuwati shetani, Qarun alianza kurecruit yule ambaye yuko karibu, yule ambaye ni kind ya Bani. Maana Qarun alikuwa ni katika miongoni wa Bani Israel, katika watu wa Bani Israel. Huyu Qarun alikuwa recruited, akawa na mali nyingi, akapewa mali nyingi, akijifakhiri kwa watu wake. Sasa wale watu wake wakiona huyu ni mtu wetu, wakaathirika zaidi, kwa sababu Qarun ni mtu wao. Sasa shetani hakomeki kukuonesha mifano ya marapa US Yunani wakifanya hivi, mwishoe anaanza kunyemelea nyumbani, ili ule mfano uwepo wapi? Pale pale nyumbani, kwa sababu ule mfano ukiwa pale pale nyumbani ni rahisi kuathirika, lakini wa mbali yaonekana ni mbali. Sasa utawezaje kusema hii ni mila yangu wakati yule ambaye anafanya maovu ni pia ni kabila lako? Inakuwa amekuingia ndani kwa ndani. Umeelewa? Lakini sasa hiyo ni khutuwati shetani. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa adhabu kali Qarun, kwa sababu aliweza kwa sababu Qarun alikuwa akiconfuse the standard of success, na hii ndio inafanyika sahihi, na confuse standard of success. Mtu anadhani kwamba nikifanya upuzi wa kupoteza muda, kufanya hivi na hivi, kurapu kunini, basi mimi ndo nishakuwa mmefanikiwa, nishakuwa na success. Sasa kila mmoja anataka kama Qarun, wakati that's not a standard of success. Sisi Waislamu ufaulu tumefungamanishwa hapa dunia, Rabbana atina fid dunya hasana, tupe katika dunia mema, wal akhirah, natarajia akhira. Lakini ikiwa success tumeifungamanisha na dunia, tumefeli. Ndio pale wala asri innal insana la fi khusr. Na Qarun, wale ambao mifano unaona katika jamii wanaovutia watu kufanya vibaya ni kama Qarun, anajaribu kukuhadaa, kukuonesha kwamba success iko hivi wakati success haiko hivyo. Kwa hiyo lazima uwe careful asikudanganya akili ukadhani mimi bwana success ni kwenda mbio na kufuata dunia peke yake. Sasa hiyo ni jambo la ngapi? La pili la Qarun. Na pia mfano mwingine wa the effect of my kind, yule ambaye wa karibu zaidi ndio anakuathiri, na huyo ndio shetani anamtumia. Makka, mnakumbuka kisa cha Ismail alayhi salam. Ismail mtoto wa Ibrahim alayhi salam. Ndani ya Makka kulikuwa watu wakimwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila kumshirikisha. Ilikuwa vipi baada ya muda wakaja kumshirikisha Mwenyezi Mungu na wakaeka maswanamu ndani ya Kaaba? Ilitokea vipi? Ilitokea hii strategy shetani alitumia kupitia mtu anaitwa Umar ibn Luhay. Umar ibn Luhay alienda kule Sham, akaona watu wa Sham wanaabudu masanamu. Akasema hawa watu wa Sham ndio waliotumiliziwa mitume, ndio walioteremshiwa vitabu, na hawa wanaabudu haya masanamu, yamaanisha hawa masanamu ndio yanastahili kufanywa hivi, ndio yafaa kuabudiwa. Akachukua yale masanamu akaja akayaleta kwa Kaaba, akaanza kuwashawishi watu wake. Mwishowe pole na yeye mwenyewe huyu Umar alikuwa na jini. Kuna siku akamwelezea kuna masanamu fulani wa watoto wa Nabii Nuh, akaenda akawachukua wale masanamu,
kisha kaanza kuwaganyia makabila ya Waarabu. Baada ya muda Waarabu wote wakaanza kuabudu masanamu. Lakini ilianza na mtu wa pale ambaye anaitwa nani? Umar ibn Luhay. Sasa taka utahadhari, ukiona mtu wa karibu ndio amepotea, usifuate mfano wake, huyo ndio atakuathiri. Ndio pale sasa ukaona hizi strategies zinaotumia za kuleta summertide huku fuoni za bahari, kuleta muziki, matamasha, ili kulazimisha uone kwamba mtu wangu wa karibu ndio anaenda kule. Kwa hiyo kama mtu wangu ana karibu, jirani yangu anaenda kule, hili jambo lina usahali, anaenda, anarudi, anastarehe, mwishowe mtama wote unaanza kushawishiwa. Sasa solution ni gani? Huu ushawishi ambao uko wa muziki, ambao unakuja kwa njia ya kupuliza kupitia content creation, yule wa karibu wako ndiye anafanya, ndiye inakuathiri, na mwishowe inakuja kwa kujivika kwa burudani. Unasikia lile burudani, lakini hata ukajua kwamba hili jambo ni baya, lakini madamu una repeat kila mara, subconscious yako inakuathiri, na mwishowe nafsi yako inapendezwa, na mwishowe unalifanya hata ukajua kwamba ni baya. Kwa hiyo lazima tujitahadharishe. Lazima tufanyaje? Tulitahadharishe. Ni kwamba shetani akija anakuja kwa njia ya mvuto kiasi hicho. Sasa Mwenyezi Mungu ametuelezea solution. La kwanza, mwanzo ni tarbiyatun nafs. Lazima nafsi yetu tuifanyie tarbia, kwa sababu nafsi ni kama mtoto mdogo, inakuamrisha maovu. Lazima hata mara nyingine ukitamani kitu, tuseme umetamani sweet, na ina madhara kwa nafsi yako, si haramu, lakini unasema nafsi ndio nataka, wacha nizuie nisiipatie nafsi yangu. Kwani utakufa? Lazima nafsi uizuie, si kwa kile unachotaka unaipatia nafsi. Nafsi lazima uitrain. Sasa vile kwamba tutaka kufanya tarbia, kama mimi hapa siko mkamilifu, nazungumza haya kuelezea wenzangu, lakini mimi nafaa kuanza nafsi yangu mwenyewe. Huko kuna vita vikali ndani, huko ndani ndo kuna vita vikali, kabla ya nje, kabla sijazungumza na nyinyi, huko ndo kuna vita nafsi. Na katika sifa za nafsi ambazo unaweza nafsi ukaitrain kuwa na sifa mzuri, nani atanitajia sifa 3 mzuri za nafsi ambazo unaweza kuzifanyia tarbia nafsi yako ikawa na hizo sifa? Naam, kuna sifa ambazo nafsi unafaa kujitrain kuwa nayo. Na sifa kwanza, subra. Kuwa na subra. Nafsi lazima uitrain, kwa sababu siku zote nafsi haitaki kuwa na subra. Sifa pili, kuwa na kinaa, kutosheka. Nafsi haitaki kutosheka, inataka tu pupa, alhaqumut takathur, kuzidi tisha tu mali. Sifa 3, kuwa na takwa, God conscious. Lazima kila jambo ukifanya ujue Mwenyezi Mungu ananiona. Takbir! Takbir! Sasa nafsi lazima uitrain iwe na sifatul hamida, sifa njema. Lazima nafsi iwe na nini? Na sifa njema. Uifundishe nafsi kuwa na sifa njema. Hapo ndio uwanja wa mapigano. Hapo ndio nini? Ndani ya nafsi yako ndio uwanja wa mapigano. Lazima ujue hizi ndio sifa njema nafaa kuzifanya. Kwa hiyo nafsi lazima uwe na a healthy self image ya nafsi yako. Usifanye jambo kwa sababu ya watu, au kwamba wale watu watakusifu au watakudharau. Unafanya kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ukifanya kwa sababu ya watu, watu watakuangusha, watu hawaridhiki. Na pia ukifanya kwa sababu ya nafsi, nafsi haishibi. Lazima uifanye kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile Mwenyezi Mungu alivyokuamrisha. Ndiposa ukifanya kwa sababu vile Mwenyezi Mungu alivyokuamrisha, utajiokoa sana na maradhi ya
nafsi. Amradhul qulub sasa hivi usikia mental health ziko juu sana, kwa sababu watu hawatrain nafsi zao. At-tazkiyatun nafs, na Mwenyezi Mungu ametuamrisha qad aflaha man zakkaha, amefaulu ule mwenye kuitrain nafsi yake na kaweza kuimiliki. Wa qad khaba man dassaha, na ule mwenye kuitweza nafsi yake amehasirika. Nafsi umeamrishwa kwamba uifundishe nafsi, uweze kuikontroli nafsi, kwa sababu hapo ndiyo muingilio wa shetani. Shetani anakuingilia kupitia kwa sababu shetani anaingia aidha kupitia ushawishi, unaingia kwa pande mbili. Ushawishi aidha unaingia kwa akili au kwa nafsi. Ndio pale Mwenyezi Mungu alimwambia mtume wake, walau kunta faddan ghalidha alqalb lamfaddu min hawlika, kimalizia lau kama wewe mtume ulikuwa yani mzito wa moyo, unazungumza maneno kwa ukali, basi hawa masahaba wakikimbia. Kwa sababu gani? Mwanzo ni nafsi. Nafsi lazima ikubali, kisha ndio akili. Akili inaweza kushindwa kuweza kuzungumza ukweli. Mimi naweza kuwa na njaa, lakini ukaja chakula ukanirushia plate hivyo, nitakubali kula? Nafsi haikubali. Hata kama nina njaa, kile anambia nina njaa, lakini sasa huyu amenirushia, amenidharau. Sasa kuna na nafsi na kuna na akili. Sasa shetani anacheza na nafsi. Shetani anacheza nini? Nafsi. Sasa lazima tujue hizi sifa, kwa sababu muda sifa lazima tujitahidi kwa nazo. Moja wapo al-ikhlas, kuwa na ikhlas. Hiyo lazima utrain nafsi yako kuwa na ikhlas. As-sabr, kuwa na sabra. Ar-ridha, kuridhika. Athabat, kuwa na msimamo usiwe kigeugeu yani. As-sakina, kuwa na utulivu. Hii lazima ujitrain, ni mambo ya polepole. Al-azima, kuwa na azma. Haya ni sifa nzuri za nafsi. Al-insaf, kuwa na moyo safi. At-tawadhu, kuwa na tawadhu, si kuwa na kibri. At-taqwa, kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ar-raja, kuwa na hope. Sasa hii watoto barabara wengi wamekuwa na hood disease, they don't have hope. Watu wanaingia kwa stress sana kwa sababu wamemwacha Mwenyezi Mungu. Sasa hakuna ar-raja, hope ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba ukipata taabu siku zote kuna yusri inakuja. Na Mwenyezi Mungu ametuahidi, asema walladhina jahadu fina lanahdiyannahum sublana. Yoyote mwenye kujitahidi kwetu Mwenyezi Mungu hatakuacha, lakini lazima hatua uanze wewe. Lazima hatua uanze wewe. Na kuhusu dunia, kumaliza dunia, Mwenyezi Mungu asemaje? Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah, yale Mwenyezi Mungu alikupa siku zote tiania kuyatekeleza ili upate akhira. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, wala usahau nasibu yako katika dunia. Kuna akhira na dunia. Jambo lolote lako la dunia ukilitilia nia kwamba mimi nafanya kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, upata thawabu, hata kama ni jambo la halali. Sasa Mwenyezi Mungu akukataza, fanya jambo la halali, tia bidii yako, usisahau nasibu yako ya dunia, lakini siku zote fanya kwa sababu ya akhira, kwa sababu muda wako hapa ni mfupi. Na kuhusu shetani, Mwenyezi Mungu asema inna shaitan lakum adu fattakhidhu aduwa, shetani kwenu ni adui, mchukulieni. Na shetani ni adui, na nyinyi mchukue kwamba yeye pia ni adui wenu. Shetani ana kundi lake, analendea mbio, anawatuma. Ndo pale ukaona haya mambo ya katika jamii, anatumia hizo hila za kuishawishi nafsi, na nafsi ikaanza kukubali, watu wakaanza kufanya, na mtama ukaanza kubadilika. Sasa kwa haya machache Mwenyezi Mungu alladhina min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana, Mwenyezi Mungu ajalie wenye kufuata na wenye kuwasikiza. Kwa lazima funzo ambalo tumetoka nalo hapa, tuchunge nini? Nafsi zetu. Shetani mlango wake mkubwa anaotumia kupitia nini? Kupitia nafsi. Na shetani hakushawishi kwa akili, kwamba anakuja kueleza kwamba atakuita kikao akueleze kwamba hili jambo ni baya, ulikubali kupitia akili. Anatumia shahwa, anatumia nafsi kupitia content, kupitia muziki. Na kwa sababu wewe umejizunguka na mazingira mabaya, ukidhani kwamba haya ni mabaya na yajua sitofanya, unamumunywa polepole, mwisho unajikuta kwamba
umeanza kubadilika bila kujua. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Sheikh Muhammad, leo kuna mambo ambayo wamesoma vijana, nafikiri sisi wazee pia tumesoma pakubwa sana. Moja ambalo mimi realize katika speech yako leo ni kuwa hizi nyimbo, hakuna kikao au watu walikutana wakaambiana wakaambizana hivi sasa tutaka introduce hizi suruali, hapa iko tupu, hapa itwa kiraka. Ni nyimbo tu ndizo zilizowafanya watu wakageuka katika ile message ya zile nyimbo, na si tu katika wale waimbaji, katika message wanazotoa na maneno pia wanayoyazungumza pale, basi huwa maneno yale yana athari pia yako very very negative. Nyimbo yaimbwa, kuna waimbaji wale wa Tanzania ameimba nyimbo, akija ndugu yako mdogo kanyaga, akija babako mdogo kanyaga, akija shemegi yako kanyaga. Hiyo ndio message anayoituma kwenu, ndio hii message ambayo anatupa sisi. Unaona watoto wanakosa kuwatii wazazi wao, wanatokosa kuwatii wazazi wale wakubwa zao, shauri ya nyimbo ambazo nyinyi sisi tunazisikiza. Kwa hivyo message kubwa sana. Message ya pili ni kuwa sisi wazazi, na huno ujumbe inshallah taala uende mbali sana. Anayegeuza mwanzo ni mzazi. Tabia yake iko vipi nyumbani? Mtoto atumwa mongokaa, mtoto na babake, atumwa sigara fita zile na babake. Huno msemo, huno mtindo ndio leo aliozungumza Sheikh Muhammad hapa. Mikuwa ni rahisi sana yule mtoto aona mambo yako ndani ya nyumba, itakuwaje mnee asifuate? Kwa hivyo vijana, kuna mambo mengi hapa ameyataja ya maindi ambayo mara nyingi sisi watu wasoma. Hayo yote tukueni nafasi hino muireplay this clip, hayo yatakuja kwenye maswali na hayako mbali hivi sasa. Question and answers tuko katika matayarisho. Kwa hivyo vijana, muhidi these messages. Kila anayekuja anakuja na ujumbe wake ambao hata sisi pia wazazi tunasoma. Inshallah Mwenyezi Mungu akujalie kheri, kutupa wakati wako Sheikh Muhammad, ukatoka nafari zako za Nairobi, ukawata yote, ukaona concern yako ni community, basi ajira yako kama ulivyozungumza, walladhina jahadu fina lanahdiyanna subulana. Inshallah hiyo ayo umezungumza wewe umo ndani Sheikh Muhammad. Jazakallah khairi, Mungu akujazi khairi kwa ujumbe huu, na nyote ambayo sote twasikiza hapa ni mambo makubwa sana sisi tupata hapa. Inshallah taala klipu hino ifae umma ambao wataisikiza na kunufaika katika wadi kama huu. Jazakallah khair. Tulikuwa na mtoto wetu hapa, alikuwa ataka leo kunto hapa nani, leo tutafunga kwa Qur'ani, soma aya 1 2. Kulikuwa tumekudakiza, lakini inshallah taala endelea kusoma mara moja, tufunge klasi yetu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardal فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك
إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. هبني مسج ما شاء الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. هي وياي ما شاء الله. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا